nimekutana na mwanangu hapa. Mwanangu wa starehe na maafa, mwanangu ambaye tunakuwa tukipiga story mbalimbali kila siku, story za maisha yetu, lakini pia story za mambo yanayotuzunguka. Wa vipi mwanangu Shoni? Leo Kama kawaida ndugu yangu. Uhakika familia. Sasa ndugu yangu, leo bwana nina vitu vya kuzungumza na wewe kwenye story yetu. Ndio. Hivyo vitu bwana vinahusiana na maisha yetu ya kila siku, maana maisha ya mahusiano. Mimi ni mtu anayekufuatilia sana kwenye mitandao yako ya kijamii. Yeah. Na of course juzi kati nilikuwa napita kwenye mitandao yako ya kijamii. Nilikuwa napita sana TikTok. Nimepita TikTok, kuna content uliiachia ndugu yangu. Yeah. Wewe ni content creator mmoja mzuri sana, upcoming content creator katika mitandao ya kijamii. Nashukuru brother. Sasa mimi nakufuatilia sana, mimi ni mshabiki yako of course. Unyama. Sasa unafanya vizuri sana ndugu yangu. Bwana anafanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii. Hasa TikTok, mfuatilieni pale kwa jina la Teacher Shoni. Anaondoka sana, content zake zinaenda sana, kwa hiyo tumfuatilie sana. Sasa kuna kitu ulikuwa umeposti pale mimi sijakielewa of course. Sasa kile kitu kilinipa maswali mengi, nikasema wewe kukuche, nikakutana na ndugu yangu kwa ajili ya kumuuliza hichi kitu. Unajua kile kitu kimenichanganya kutokana na nini? Juzi kati bwana, ndugu yetu ulikuwa kwenye deep feeling ya penzi, yani nazungumzia deep love ambao sisi tulikuwa tunalitambua. Yani unajua mpaka nakwambia sisi tulikuwa tunalitambua. Mimi sio mtu wa vijiweni sana, sio mtu wa harakati za watu sana, lakini ile kitu mimi kilinifikia. Nakuelewa. Sasa tuliona bwana mmefikia kwenye hatua nzuri. Of course mimi nilikuwa nafurahia sana mahusiano kama nilivyokuambia, mimi ni mtu anayekufuatilia. Kwa hiyo nilikuwa naona content yako inaondoka sana ya mahusiano. Sawa. Lakini sasa nilipokuja kuona content imekuwa imegeuka, nikapata mawazo kwamba vipi, nini kimesababisha? Sasa mimi bwana leo nimekutana na wewe, nataka nijue kitu gani bwana kilisababisha bwana ku block kwa penzi lako. Unaona kama content ile ilikuwa inahuzunisha kwamba kuna kitu kimekutokea katika uhusiano wako. Kwa hiyo leo nimekutana na wewe, nataka unijibie maswali yangu. Nini kilichosababisha ndugu yangu, au nini unayopitia katika mahusiano yako? Si unajua vijana mambo mengi. Vijana kuna time tunatokea, inafika muda tunapenda kweli yani. Sasa hapa juzi kati hapa nadhani unamfahamu. Of course imagine niko namfahamu, mtu ambaye niko na date naye. So nimedate naye toka muda mrefu sana. Of course tunajua hilo. Yeah. Bwana, ni muziki mnene. Bwana, kabla hatujaendelea, wewe na mimi tunataka kukijua hicho kitu. Na mtazamaji wetu of course anayetufuatilia sasa hivi anataka sana kukijua hicho kitu. Sasa mimi nitaenda kukuuliza vipengele. Naona umeongea kwa hisia sana ndugu yangu kwamba hicho kitu kilikugusa sana. Bwana, usiache kutufuatilia katika peji zetu za mitandao ya kijamii kama Teacher Shoni. Utazipata content hizi hapa. Sasa tunaenda kumsikia vitu gani ambavyo vilisababisha yeye kufikia katika hatua kama hii, analalamika. Bwana, huyu jamaa ana mawazo sana. Kuna juzi nilikutania, nadhani ulikojaelewa yule utani maana yake, kwamba nilikwambia takwimu zinaonyesha duniani wewe ni mtu wa pili kwa mawazo. Imagine duniani, dunia nzima wewe ni mtu namba 2 kwa mawazo. Sasa nitakwenda kuuliza vitu hivi hapa. Kwamba bwana, katika mahusiano yako, unajua kitu ambacho tulikuwa tunakizingatia sana ni upendo, namna mlivyokuwa mnapendana. Ndio. Mlivyokuwa mnapendana na bidada, of course mlikuwa mnapendana sana. Sana. Mlikuwa movement zenu tunaziona. Zawadi zilikuwa zifichiki. Unajua upendo haufichiki. Yeah. Sasa nini kilisababisha upendo wenu uhame kutoka positive way katika negative? Nini kilichosababisha? Bwana, yani bwana mama ni unajua nilikuwa nimeanza kudate naye toka kitambo yani. Kitambo sana. So nilikuwa kama nasikiaga tu watu nakwambia bwana, mwanamke bwana akishaenda chuo akienda chuo huyo ni mtu mwingine. Lakini unajua huwezi kuamini kwa sababu ya upendo. Yaani penzi limeiva. Yani mapenzi kweli, yani mama yuko serious sana. Na sidhani kama yeye mwenyewe pia alikuwa labda anaamini kwamba anaweza kaenda kukutana na mambo kama hayo chuo, labda akabadilika, alikuwa ananikatalia. Lakini na mimi mwenyewe pia nilikuwa sitaki kuamini. Lakini hapa katikati umeniona na mawazo sana yani. Bwana mama dakika za mwisho aliamua kunionyeshea yani makucha yake, yani kwamba aliamua kuniweka wazi kwamba hawezi kuendelea na mahusiano na mimi. Lakini kosa langu sikulifahamu mpaka sasa. Na ndio maana ilifika kipindi kwamba yani nilibaki kuwa na msongo wa mawazo yani inafika muda nawaza sana yani. Nimefikiria baadaye, nimewaza mpaka imefika hatua sasa baadaye nimeamua kukubali yani, sio unanielewa. Nimeamua kukubali. Nakubali hivyo hivyo, lakini najua kama naumia, lakini nakubali. Mama bwana alienda chuo bwana, kaamua kubadilika mazima. Yani kabadilika mazima yani. Na sidhani kama ulivyokuwa unamjua shemeji yako kwamba labda alikuwa ni mtu wa kubadilika. Bwana, unaendelea kutufuatilia mpaka sasa katika peji yetu ya Teacher Shoni. Umemsikia mwanetu hapa ambapo analalamika. Bwana, ukiona mwanaume analalamika, hicho kitu kimemgusa.
Mwanetu anasema aliachwa bila sababu. Hatujui sababu ilikuwa ni kuongea Kiingereza, kwa sababu watu wakifika chuo bwana wana tabia wanabadilika. Hatujui sababu ilikuwa ni hiyo au sababu ilikuwa ipi, lakini mpaka sasa Mwanetu haelewi kipi kilichosababishwa mpaka saizi ya acho. Lakini sikia, Mwanetu ana mengi sana ya kuzungumza na mimi pia nina mengi sana ya kumuuliza. Na kukumbusha tena usiache kutufuatilia kupitia peji zetu za Teacher Shoni, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Tunapatikana kupitia majina hayo ya Teacher Shoni. Sasa sababu bwana tumeambiwa ilikuwa ni sababu ni kwenda chuo. Ndio kitu kilichobadilika kutoka kwa Bi Mama. Lakini hatujui sababu ya kumwacha, japo kwamba bwana alivyoenda chuo alikuwa mzingatii, kwamba mazingatio ilikuwa ni sehemu tu ambayo tunaonana huko chuo bwana, penzi la mbali akawaachia Umoja wa Mataifa, au sababu ilikuwa ni nini? Nitaenda kumuuliza vitu hivi hapa, lakini bado nakukumbusha tena usiache kutufuatilia kupitia peji yetu ya Teacher Shoni.